Ni dhahiri sasa serikali isiyo na kibali cha watu haiwezi kuwajali watu wake, maana haijaona, haijioni wala haiwezi kuwajibika kwa watu. Ndugu wa Tanzania wenzangu, katika uchambuzi wa bei ya petroli kama tulivyoeleza hapo juu, kuna sehemu ya gharama ya kimataifa, lakini kuna sehemu kubwa ya mzigo ambao unatokana na kodi na tozo mbalimbali za ndani ya nchi. Na hapa ndipo ninapoomba Watanzania wanisikilize kwa makini. Gharama ya kununua mafuta ya petroli au dizeli kwa lita inaitwa FOB, yani ukinunua kabla ya kuyasafirisha, inakadiriwa kufikia shilingi 1,800 mpaka shilingi 2,000 kwa lita. Gharama ya kusafirisha ambayo ni freight and insurance inakadiriwa kuwa shilingi 150 kwa lita ya Kitanzania. Kwa ukijumlisha hapo ni kama shilingi 2,100 kwa lita moja. Hapo mafuta yameisha safirishwa, yamefika mpaka Tanzania. Kwa hiyo ndio bei ambayo ilipaswa kuwa inauzwa pump price kama kusinge kuwa na tozo na kodi mbalimbali. Sasa kwa nchi yetu, ukichukua jedwali la tozo na ushuru mbalimbali na kodi, zinakadiriwa kufikia 16. Kwa mfano, petroleum levy kuna takriban shilingi 400. Ushuru wa bidhaa, yani excise duty, takriban shilingi petroleum levy ni shilingi 300. Ushuru wa bidhaa, yani excise duty, kuna shilingi 400. Fuel levy takriban shilingi 500. OMC margin shilingi 300. Retail margin shilingi 170. Hapo kuna kodi zinaitwa demurrage, kuna railway levy na kodi nyingi rukuki ambazo zinawekwa kwenye kila lita moja ya mafuta. Lakini uchambuzi wa kina unaonyesha jambo moja la msingi kabisa. Kila shilingi 100 anayolipa mwananchi kwenye mafuta, takriban shilingi 31 ni tozo, ushuru na levi za ndani. Kwa tukienda kununua mafuta kwenye kituo cha mafuta, tukitoa shilingi 3,800 kwenye kila shilingi 100 uliotoa kwenye hiyo shilingi 3,000, kuna shilingi 31 ambazo ni tozo na kodi mbalimbali. Hiyo ina maana kwamba takriban ya 31% ya bei ya mwisho ya mafuta ni mzigo wa kodi na tozo ambazo zinachukuliwa na serikali.